haje atuhutubie. Asante sana seneta wetu Bwana Maanzo, Mheshimiwa Gachagua ambaye ndio kiongozi wetu wa Mlima na ambaye ndio deputy president ambaye amepigiwa kura na wananchi, mama wetu huko kwa Mlima, Mama Pastor Dorcas, na viongozi wetu Magathoni wa Mushomba, Karungu Athang'wa, pastor wetu Mwiru na mapastors wengine hapa, bishops wale wote wako hapa. Naona bishop wangu hapa mwingine amefika, na familia ya Bishop Muringi na andumaito maba muyaseo ingi. Mimi nimefurahi ku make sure nimefika hapa kwa mazishi ya mama wa Bishop Muringi. Mimi Bishop Muringi nimemjua nikiwa kijana mdogo, nikiwa ninasoma. Mimi nilimuona akitengeneza kanisa ya kwanza, akijenga kanisa kadogo hivi ya kwanza, akaanza kuwa pastor na akawa pastor wetu. Hiyo pahali alijenga alipewa na baba yangu. Baba yangu alikuwa chairman wa kijiji huko Kibira. Kwa hivyo tuko na historia mrefu sana na Bishop Muringi. Siku hiyo Excellency Mwangi Maathai ndiye alikuwa MP wetu huko Rang'ata. Ndiye alituleta huko Kibira. Kwa hivyo tuko na historia kubwa. Nilikuwa nimemwagiza lazima nikuje tumsindikishe mama, na pia nafurahia sana nikiwa hapa kwa sababu nimekuja kwa wakati ile ambaye Wakamba na watu wa Mount Kenya tulikuwa na sherehe kubwa sana ya kushikanisha hiyo jamii, na mimi najua wazee walikuwa wamefanya sherehe zingine mingi ndio tuwe kwa chama moja ya Gema, tuwe kwa mtindo moja, culture moja. Na sasa kuanzia sasa sisi tuko katika Mount Kenya East na West na Mount Kenya South, Wakamba wakiwa ndio wako kwa Mount Kenya South. Ile kitu inatufurahisha sasa ni ya kwamba vile leo tuko hapa Ukombani, sasa mjue tukiwa hapa sisi tuko nyumbani. Msifikiria ati sisi sasa vile mlikuwa natuona mbeleni ati kama wageni. Sasa tukija hapa tuko nyumbani. Ile kitu mimi nataka kusihi nyinyi jamii ya Wakamba. Unajua sisi Wakikuyu tunaongeaga na sauti kubwa na msimamo mkali kama hii ya mama huyu. Mmeona huyu Gathoni wa Mushomba, si mnajua ni mkali. Sasa sisi tumezoea kuwa na msimamo mkali. Karungu Athang'wa mmesikia, na mnasikianga pia Rigiji vile yako na msimamo mkali. Kwa sababu acha niwaambie, sisi mnatuona hapa ndio sisi tulikampenia hii serikali ya Ruto mpaka ikaingia, tukiwa tunaongozwa na huyu Rigiji. Mnaona hapa Mlima yoyote 100% tukapigia kura kwa Ruto, na tuliwapigia kura wakiwa na Rigiji huyu, kwa sababu Rigiji kiti hii ya deputy president hakupewa za ile uchaguzi umeisha kama minister. Alikuwa mbeleni kabla ya uchaguzi wa miezi kadhaa huko nyuma, tulikuwa najua yeye ndio deputy president. Na sasa vile mnatuonanga sisi tukikasirikia Ruto mwenyewe na hii watu yake, ni kwa sababu alitudanganya. Rigiji alikuwa na kiti ya deputy president, sio yake peke yake, ilikuwa yetu sisi wote watu wa Mlima, kwa sababu ya kuchagua hiyo serikali. Yeye alikuwa representative wetu, na ndio unaona saa ile Ruto amemfanya vile amefanya. Sisi wote wacha niwaambie jamii ya Wakamba, kutoka mtoto hata wale wajazaliwa na wazee na wasichana na wamama, sisi tumetoka kwa Ruto 100%. Hatutaki kuona sura yake hata kidogo. Watu wengi hata TV ikifunguliwa wakiona ni Ruto wanazima, kwa sababu ya kitendo ile ametufanyia. Amefanyia Rigathi aibu kubwa. Rigathi amesimama akasema, mzee kama nimekosa nisamehe. Imagine, na hawezi sikia na anasema ni Mkristo. Kweli mtu ni Mkristo kweli? Alitudanganya na Biblia. Sisi watu wa Mlima anakuja mzuri sana, kwa sababu watu wa Mlima ni watu wa kuamini. Anakuja vizuri sana, ameokoka, analetwa na mapastors na mabishops. Na mimi nataka niwaambie mabishops this time round, hapana kubali tu mtu anakuja kusema ameokoka. Wewe chunguza mienendo yake.
Kwa sababu huyu mtu sasa umeona juzi ameanza kunyemelea mabishops. Alikuwa amewaita huko State House. Awadanganye tena, ati tena nao wakuje wadanganya wananchi. Nataka kuambia mabishops tafadhali. Saa hii bila wananchi wamelia. Nyinyi mkidanganywa na mmoja mtudanganye, naye Mungu atawaona. Mungu hatakuwa pande yenu kwa sababu watu wameumia. Saa hii watu mumeona umaskini vile umekuwa, biashara za watu zimeangamia, kazi zimekosa. Watu wanaumia kwa hospitali kwa hii mfumo sijui ya SHA na SHIS na nini. Confusion tupu iko kwa serikali. Mimi nataka niwaambie mabishops na mapastors, this time round lazima msimame na ukweli. Na msimame na wale watu ambaye wanataka kutengeneza nchi hii. Wale wanasimama na wananchi. Na mimi nataka niwapagarantii kitu moja. Katika mlima hakuna confusion hata moja. Kutoka mheshimiwa wetu, former president wetu Uhuru Muigai wa Kenyatta ameshabariki tufanye kazi na mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mwenyewe amesema. Mimi nimekuwa hapo akisema, sio kuambiwa. Mnasikia? Hii drama zingine mnaona kando, hizo ni drama. Lakini mlima iko moja. Hakuna mtu hata moja iko nje ya hii muungano yote. Sisi wote tuko kitu moja. Kwa sababu tunataka nchi hii irudi vile Kibaki alikuwa akiongoza, ikawa nchi iko na maendeleo, wakiwa na Kalonzo akiwa deputy president wake. Si mnakumbuka? Na Kalonzo hakusumbua Kibaki, si ni kweli? Wakafanya kazi, wakaleta free education. Ndio hao walileta hata hizi simu za mobile, wakaleta bodaboda. Maisha ikawa rahisi na ikawa na mwelekeo. Tunataka ile serikali inakuja. Tafadhali mjue mheshimiwa Rigathi. Wewe ingia ndani mkiwa na Kalonzo. Mrudishe vile Kibaki alikuwa amefanya. Hii nchi rudi, watu wote wawe wakijidai kuwa wa Kenya. Lakini saa hii kila mtu analia. Hakuna bali unakuta mtu anasherekea. Watu hata kukula ni shida, wengine kupata pesa ni shida. Saa hii tunajua shule zinafunguliwa. Kuna wazazi wengi sana saa hii hawajui vile watarudisha watoto shule. Ama ninasema uongo? Kwa hivyo lazima nchi hii irudi pahali ilikuwa, na ndio unaona sisi ni mmoja wale walidanganywa. Sisi kama kuna watu ambaye Ruto anajua kudanganya, mmoja anaitwa baba yao. Lakini naye siku moja atakuja kusema kweli yako na bahati. Ruto tulipatia serikali ya kikua mzuri kabisa. Ona sasa. Unajua by the way tu naonaga kama Ruto alibadilishwa. Ile Ruto tulikuwa naye tukifanya kampeni tulikuwa naona ni mwerevu, ana maarifa, ana idea, anasema atafanya. Sasa sisi naonaga mtu ambaye anasema hivi, akipanua mdomo watu wote wanajua anataka kusema uongo. Si hata nyinyi mnajua hivyo? Akipanua mdomo anataka kusema nini? Uongo. Ama namna gani? Lakini tunaambia wananchi, don't lose hope. Juzi mliona ni jana ama ni jana. Can you imagine wana madharau kubwa sana kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Wanasema hawezi kuwa hata na ng'ombe hata mbuzi. Ati anaongea nini maneno ya ng'ombe na mbuzi na hana. By the way, wacha niwaambie, ukiwa unataka kuona ng'ombe kama zile zinaonangwa huko showground, ng'ombe zile kubwa na mbuzi kubwa mingi, enda kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka hapo. Kalonzo diako na zile ng'ombe mimi sijaona mtu mwingine naye kwa boma yake. Tena ng'ombe mingi, lakini Kalonzo unajua ni mtu wa kujifanya tu mpole tu. Sio mtu wa kujigamba, si ndio? Sasa wanamdharau kwa sababu wanafikiria wameiba pesa yote. Sasa wanaona kama yeye anakaa tu hivi baridi kama hana pesa. Si ndio? Waacha wajue. Hiyo mambo wanatuletea sisi tunajua ni hii ni deal, wanakulia pesa hii chanjo. Usifikiri ni kitu kingine. Ni hii ukora tu kama hii adani tu, kuna pesa inataka kukuliwa hapo katikati. Lakini wananchi wamesema no tu hiyo chanjo, si ndio? Watu wakamate tutaenda njia moja. Neto odhiba mwe. Tuenda mumine maundu asuma kuasiate aiko ni ngei. Maundu ma aiko ni ngei nisi atheli. Nisi atheli tuo. Ukiona Mkikuyu unaona umeona ndugu ya? Ama namna gani? Mungu abariki sana na tuko pamoja. Thank you so much. God bless you. Na niko proud sana na Maanzo. Maanzo sisi wote tunampenda kwa mlima
Kwa sababu ya ile kazi na msimamo amekuwa naye, na mjumbe wa hapa sijui anaitwa Kipasu, hata yeye alisimama na Rigiji akatufanyia heshima kubwa sana. Na kwa hivyo tafadhali, mkiwa na maanzo muko na dume, si ndio? Hiyo mtuze yake ya Mungu hiyo, vile Kalungu amesema alikuwa anataka kutumiwa kugonganisha jamii ya Wakamba na ya Wakikuyu, lakini sisi Wakikuyu ni werevu, mnasikia? Haiko utia tu manu. Huwezi kuja tu ati hongo hapo, kuja tu hapo ati ufikiri Wakikuyu atakazirika. Niliona juzi wanasema ati barabara zile zilikuwa nataka kujengwa kwa mlima, ati ndio mtuzi anapewa. Ati wakifikiri Wakikuyu atakazirika. Sisi ya Wakikuyu tuna akili mzuri na tunajua mtuze wewe ni pesa ulipewa ndio uharibu uhusiano wa Wakikuyu na Wakamba, lakini utatoka ng'o. Hakuna Mkikuyu atakazirika juu ya hiyo. Asante. Asante. Niletewe maiki ingine. Unajua sasa tumefika